Twende pamoja na mimi ili angalau tukaende kutizama kwa pamoja nini haswa mapenzi ya Mungu kwa ajili yetu chini ya hili jua. Moja kati ya tatizo kubwa ambalo linakumba dunia yetu leo ni kuishi na watu ambao hawajijui wao ni akina nani, na pia ni kuishi na watu ambao hawajui nini haswa kusudi la ajili ya maisha yao. Unajua, ni heri sana ukawa unaishi na unajua na kufahamu ya kwamba kwa nini unaishi, kwa nini uko hapo ulipo, kwa nini umeletwa hapa duniani. Elewa na kufahamu ya kwamba hakuna mwanadamu ambaye aliletwa duniani kwa bahati mbaya. Hakuna mwanadamu ambaye aliletwa duniani kwamba kuna namna fulani ambayo tu ulijisikia ukasema kwamba mimi nitazaliwa. Hapana. Kila binadamu ambaye aliletwa duniani ulikuwa ni mpango wa Mungu ili kumleta mtu huyo kwa sababu ama kwa kusudi fulani la kimungu ndani yake. Na kwa sababu ya hiyo naomba sana uelewe ya kwamba lipo kusudi la wewe kuwa jinsi ulivyo, lipo kusudi la wewe kuonekana hapa duniani. Jambo la kwanza ambalo nataka kuanza kujenga msingi kwalo ni kwamba Mungu ambaye tunamwabudu, Mungu ambaye tunamwamini, kamwe hawezi akafanya jambo lolote, akafanya jambo lolote bila kuwa na lengo. Hawezi akafanya jambo lolote bila kuwa na shabaha nyuma ambayo anasema kwamba hili analolifanya linalenga 1, 2, 3. Kuna watu ambao mnadhani mmezaliwa kwa sababu labda wazazi wako walitaka uzaliwe. Lakini moja kati ya maswali ambayo ujioji sana na kujiuliza ni watu wangapi ambao wako mbioni kutafuta watoto lakini haijatokea? Wewe ni nani hata utokee duniani? Na jambo ambalo nataka ulione mapema tu ni kwamba hakuna aliyekuja duniani ambaye hakupewa kazi ya kufanya kwa ajili ya Mungu. Wapo ambao ninawaona duniani, lakini hawa watu wanajisahau katika swala zima la kusudi ambalo walilotakiwa kulifanya wakati wanapokuwa duniani. Kwa hiyo kwa kueleza hili nataka nikuoneshe ya kwamba kila ambaye amekuja duniani ipo kazi ambayo Mungu alikusudia ifanye duniani. Na kitendo cha mwanadamu kuto kuishi kwenye kusudi la Mungu kumleta duniani, hapo ndipo ambapo dhambi inapozaliwa. Hapo ndipo ambapo dhambi inapotokea. Hapo ndipo ambapo dhambi inaanza sasa kuonekana. Sasa unaona watu ambao wanaishi wanaishi nje na sababu ya Mungu kuwaleta duniani. Matokeo yake ni mwanadamu kuanza kufanya yasiyokuwa makusudi ama yasiyokuwa mapenzi ya Mungu. Biblia katika kitabu cha Yeremia sura yake ya 1 mstari wa 5 anasema hivi. Biblia takatifu katika Yeremia sura yake ya 1 na mstari wake ni wa 5 anasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hapa kuna maneno ambayo nataka tuyaone na tuyachunguze sana kwa upana. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Hili neno linamaanisha nini? Kabla mama yako hajabeba mimba kutoka kwa baba yako, Mungu alikujua. Na huyu Mungu alikujulia wapi
kabla ya wewe kuwa tumboni mwa mama yako. Hapo ndipo lile jibu ambalo linasema kwamba mwanadamu ni roho linakuja. Kwa sababu kabla ya wewe kuwepo tumboni mwa mama yako ulikuwa nani? Ulikuwa roho ambayo ilikuwa haina mwili mzito. Ulikuwa roho ambayo haujavaa mwili. Hapo sasa ndipo Mungu baada ya kuliona lile kusudi lake, baada ya Mungu kuliona lile lengo lake, akasema sasa hapana, nikutafutie mwili ambao utakaovaa ili ukalitimize lile kusudi la milele kwa wewe kuwepo duniani. Formula, mwanadamu mwenyewe ni pumzi ambayo Mungu hupuliza. Mwanadamu hawi hai mpaka amepuliziwa pumzi ya uhai, na ile pumzi ya uhai hutokana na Mungu, maana ni Mungu pekee anayetia uhai. Sasa ukisoma kwenye Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 7 anasema, Bwana Mungu akamtengeneza mtu kwa mavumbi ya nchi, baadaye akachukua akapuliza puani mwake pumzi, mwanadamu akawa nafsi iliyo hai. Nataka uone kwamba umetoka kuwa roho na kuja kuwa mwili sio kwa bure. Ni kwa sababu kanuni ya hapa duniani, kwa wewe kufanya kitu chochote lazima uwe unavaa mwili wa kibinadamu. Kwa hiyo nataka wakati ninapoendelea kuzungumza, wewe unajitizama na wewe unajiona kwamba kwa nini umeletwa hapa duniani? Ni kwa kusudi gani? Ni kwa shabaha gani Mungu alikusudia wewe uwepo hapa duniani? Kuna watu ambao tumetoka kwenye lengo, tumetoka kwenye kusudi, tumetoka kwenye ile shabaha ya Mungu kutuleta duniani. Na siku zote dalili ambazo zinaonyesha kwamba umetoka kwenye lengo ni mtu ambaye unapenda kugusa vitu vingi sana, lakini kila unachogusa akifiki kwenye mafanikio. Kuna wakati tunasema kwamba tunapitia vita, shetani anatujaribu, lakini swali moja la kujiuliza, ushawahi kujiuliza kwamba una insurance ya kufanya hicho unachokifanya? Mungu amekubali, Mungu ameruhusu, Mungu amekutaka ufanye hicho unachokifanya. Alimadamu hautaelewa kwa nini Mungu alikutaka uishi duniani, hakuna namna ambavyo utaishi kwenye lile lengo na lile kusudi lake la milele. Sasa watu wengi ujisahau na ujizani ya kwamba yeye ni matokeo ya utaalamu wa mama yake na baba yake. Ndio maana tunaposema kwamba kutoa mimba ni hatari sana, kwa sababu ujui utakayemtoa alikuwa anakusudiwa nini kwa ajili ya maisha ya wewe mama yake, kwa ajili ya maisha ya nchi yako, kwa ajili ya maisha ya ukoo wako, ama kwa ajili hata ya ufalme wa Mungu. Tatizo aliko kwa watoto wanaozaliwa, tatizo lipo kwa wazazi wanaozaa. Mungu nyakati zote alipozaliwa mtoto yoyote alileta ujumbe kwa wazazi kwa ajili ya huyo mtoto, kwamba mtoto huyu atakuwa fulani kwa ajili ya jambo fulani. Leo tunaishi na wazazi ambao hata kusudi la kuzaa ajui, hata mtoto alikusudiwa nini na mbingu ajui. Na ndio maana alimadamu haujui mtoto kwa nini amezaliwa, hauna na aina fulani ya malezi ambayo utataka kumlea. Mimi nikusii uwe makini sana. Ndio maana usikubali vishawishi vya mtu, hata kama uwe umebeba mimba kwa bahati mbaya. Mimba sio dhambi. Kuzaa mtoto sio dhambi. Dhambi ni kitendo ambacho ulichokifanya kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo nataka uelewe ya kwamba lipo kusudi la kila mwanadamu kuletwa. Kuna wale ambao wameletwa, mbingu zimetamka kwamba watakuwa watumishi wakubwa, watakuwa watumishi ambao watakaosimamia kazi ya Mungu hapa duniani. Wengine waliletwa kwamba watakuwa wafanyabiashara, wengine wameletwa kwamba watakuwa mahakimu, wengine watakuwa mtu wa aina yoyote. Ndio maana marais hao mnaowasikia leo hawakutoka mbinguni na urais, ila neno kuwa rais ni tamko ambalo lilikuwepo tayari katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo lilitakiwa sasa kubustiwa
ili lifike kwenye kusudi. Biblia inasema kwamba Ezekieli, kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako, mimi nalikujua. Kwa lazima uelewe ya kwamba kuna namna fulani ya mwanadamu kujulikana kabla ya. Kwa hiyo kama Mungu alikujua kabla hata ya hujaingia tumboni mwa mama yako, atakosaje kujua kwa nini amekuleta duniani? Tatizo haipo kwa Mungu. Tatizo ipo kwetu sisi ambao hatuelewi nini haswa kusudi letu la kuwepo duniani. Ndio maana unakuta kabinti kanangaika, kanenda huku, kanenda huku, kanenda huku. Ajui kusudi la yeye kuletwa duniani ni nini. Ndio maana maandiko yanasema malaika ambao hawakuweza kuyatunza makao yao wamewekewa wamewekwa tayari kwa ajili ya hukumu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha ya kwamba ipo namna ambayo Mungu anawatizamia watu na angewataka watu waweze kuishi, watu waweze kukaa, watu waweze kuendelea na yeye. Mimi nataka uwe unajiangalia. Yaangalie maisha yako kwa upana, yatizame maisha yako kwa namna ambayo umeona mbingu kwamba zimekusudia. Siku zote kama hukuelewa wewe ni nani, umeumbwa kwa nini, na umeletwa duniani kwa lengo gani, haitakuwa rahisi wewe kuendelea kuwa na amani hapa duniani. Shetani anatuletea vitu ambavyo vitatutoa kwenye malengo. Ndio maana unakuta miaka mitatu unakimbizana tu na kitu ambacho hukuumbwa nacho. Unakimbizana wewe, huyo unaingia mwivi, unaingia mwivi. Unakuja kurealize baadaye, nasema hapana, kumbe nilikuwa nakosea. Nataka uone ya kwamba huyu Mungu ambaye ametuleta duniani, huyu Yeremia amesema kwamba nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Mwenzetu amefanywa kuwa nabii, na ndio maana kwenye maisha yake yote aliishia unabii. Wewe Mungu amekufanya kuwa nani? Wewe Mungu amekukusudia kuwa nani? Kuna tamko gani ambalo mbingu zimetamka kwa ajili yako? Hakuna uliyeshuka kutoka mbinguni ukazaliwa duniani ambayo mbingu haikuwa na tamko juu yako. Na Mungu anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Mungu ametuumba kwa sababu njema. Kinachokufanya uishi nje ni kwa sababu umekuja kukubaliana na mifumo ambayo inaendelea duniani. Unakuja kukubaliana na namna ambazo ulizikuta duniani. Ndio maana Biblia inatuonya kwamba tusifuatishe namna za dunia. Tusifuatishe namna ambazo tunazozikuta duniani. Haya yote nataka nikuoneshe ya kwamba haya maisha ambayo tunayoendelea kuyaishi, Mungu kuna aina fulani ambayo alitutaka tuendelee kuwa nayo. Wewe unajionaje unavyoishi? Unajionaje unavyoendelea kuishi? Hayo maisha ya pombe hayo, je, unaona kweli una furaha nayo? Kuna tofauti wa furaha na shangwe. Shangwe ni kile kitendo cha kushangilia kwa sababu ya jambo fulani ambalo unalolifanya kwa kujua ama na kutokujua. Ndio maana kuna mtu ambaye anaweza akashangilia hata wakati anapigwa. Anaweza akashangilia hata kama anaumizwa. Lakini unatakiwa uwe na ile amani kwanza ya moyo katika kila kitu ambacho unachokifanya. Jiangalie kwa nini umeletwa duniani. Usiishi tu kwenye kila ambacho tunachokiishi, kwamba eti tu kwa sababu umekuta watu wanaishi na unaanza tu kuishi. No. Ishi kwenye kusudi la Mungu la kukuleta duniani. Ishi kwenye lengo la Mungu la kukuleta duniani. Mtu ambaye anajitambua kwa nini ameletwa duniani ni mtu ambaye yuko makini katika kila maamuzi ambayo atakayokuwa anayechukua. Ukijiona unafanya vimaamuzi vya ovyo ovyo, hiki kinakuja unaenda nacho, hiki nacho unaenda nacho, wewe jua tu tatizo sio Mungu. Tatizo ni wewe kutokujielewa. Bwana wetu Yesu ahimidiwe sana. Tafuta kusudio la wewe kuletwa duniani. Tafuta lengo la wewe kuletwa duniani. Haikuwa bure mpaka utokee duniani. Na kama Mungu angekuwa ataki wewe ukae duniani, labda mimba yako ingeharibika. Labda mimba ingeharibika, labda mama yako asingelikuzaa kabisa. Lakini uelewe ya kwamba haya maisha ambayo tunayaishi leo ni maisha ambayo tunatakiwa tueneo makini, kwa sababu
hujajua mbingu zimetamka nini kwa ajili yako. Hujajua mbingu zimekusudia nini kwa ajili yako. Hujajua mbingu zilitaka nini kwa ajili yako. Unaishi tu kwa sababu ya kuishi. Lakini fika mahali uelewe ya kwamba Mungu angelitamani sana wewe uweze kuishi kwenye lile lengo lake la milele, kwenye lile kusudi lake la milele, kwenye ile nafasi yako ambayo amekuwekea. Hakukuleta bure, hakukuumba bure, hakukuleta hapa duniani bure. Hapana. Amekuleta hapa kwa sababu ya nafasi. Nafasi yako ni ipi? Nafasi yako ni ipi duniani? Amekuletea nini duniani? Kwa nini amekuleta duniani? Amelenga nini kwa ajili yako duniani? Haya yote ni mambo ambayo tuwe tunayatafakari, kuyafikiria linapokuja swala zima la kuwaza kwa ajili ya kuumbwa kwetu. Usijisahau kama mtu usiyemjua Mungu, bali tafuta kujua nafasi yako na thamani yako katika lile shabaha na lile kusudi la Mungu kukuumba. Mimi leo nimetaka tu nikuletee hayo mambo machache, kwa vile hamna muda mwingi sana wa kusikia vitu vingi, lakini nataka nikwambie kwamba endelea kutafuta kusudi la wewe kuumbwa. Endelea kutafuta shabaha ya wewe kuumbwa. Usiendi na pepo ya duniani. Jaribu sana kujua kwamba kama Ezekieli, kama Yeremia alifanywa kuwa nabii wa mataifa, mimi nimefanywa kuwa nani? Ndio swali ambalo ujiulize, wewe umefanywa kuwa nani? Ni hayo nimetaka kuzungumza siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu. Asante kwa kuendelea kuwa pamoja nami.